Naomba msaada wako kuhusiana na Kevin. Kwani kafanyaje Kelvin? Yeye Kevin jana usiku alinipiga. Kweli? Kweli? Na sijui tatizo ni nini. Alitoka tu kule na hasira zake. Mimi namuuliza shida nini? Yaani kitendo cha kumuuliza shida nini? Akanipiga, yaani alinipiga sana. Nahitaji msaada wako. Pole sana. Ila Kelvin pale hahitaji tumtafute. Lakini Uba ataweza kutusaidia kweli? Nina imani kwa sababu Uba ni rafiki wa karibu sana na Kelvin. Mimi naona kama ni hatari. Yaani pale tu kanae naona shida. Yaani hapa tu najiuliza nikirudi, nikimkuta yupo. Sijui hata nifanya nini. Sio kwa kipigo cha jana. Yaani niliona nyumba chungu jana. Aisha, sikiliza. Kuwa na amani. Alafu pia nakupa pole sana. Hili tatizo tunaenda kulimaliza. Kama tu tukimwona Uba. Sawa? Amani. Hivi umeshaona na Jordan? Jordan hapana, sijaona naye. Mimi nahisi baadaye naweza nikaona. Sawa. Basi, kuna amani. Lina, usijutie kuwa na Jordan. Moyo wako unahitaji kuwa na furaha. Alijua hilo njia. Kila wasiwasi wangu kwa Kevin. Yana ananitia sana wasiwasi. Mpaka nakaa sina amani. Bana Kevin ya nini? Wewe achana naye. Kama ni mimi, ningeendelea kumng'ang'ania Jordan. Najua nampenda sana Jordan. Najua sipo tayari kumuona Jordan. Asitamani hata muda wote ila yuko peke yake au yuko mbali na mimi. Wewe masuala Kevin achana naye. Ela nani yupo tu. Wanda sangia na kuchezea tu hapa atakuacha. Kwa hiyo ng'ang'ania uchokuwa nacho. Sawa. Bye. Ondoke. Jordan na Lina pale inaonyesha dhahiri wanapendana kwa sababu inawezekana akaenda kukaa mpaka kwenye garden anapiga picha hii. Jordan. Wewe. Jamani. Shida nini bwana? Nataka kukumbatia. Nikumbatie? Ndio. Tasha. Na siku ngapi hujanikumbatia mimi? Ni mwezi sasa, Jordan. Sasa mwezi ulikuwa unamkumbatia nani? Jordan. Mimi nimehangaika sana kukutafuta. Na hiyo ndio siku yenyewe. Nataka nikukumbatie hata kidogo. Hiyo haiwezekani hata siku moja. Kwa sababu kama umehangaika kunipata, wewe kwanza hivi sio wa kwangu. Wewe una Kevin size. Na Kevin ndo mtu wako size. Mimi niache na maisha yangu. Jordan. Ufahamu kinachonikuta kwa Kevin. Samani kwa yote. Ilikuwa ni tamaa. Kevin sasa amekuwa ni mtu hatari. Ananipiga sasa hivi. Sasa hivi anakupiga Wakati unatoka kwangu namfuata Kevin. Ulikuwa juu yote haya? Samani kwa yote. Ilikuwa ni tamaa. Kinachokusumbua wewe mwanamke ni tamaa. Unajua kama ukiwa mwingi wa tamaa, hayo ndio matokeo yake. Siku zote hukumu Mungu inachelewa, lakini ikiamua kuja, huyu inaponya. Uliamua tu mwenyewe ukaondoka kwangu ukiwatangazia watu mimi sikupi. Yaani mimi sikufanyii chochote. Kevin anakupa mapenzi, anakupa zawadi, anakupa nini? Sawa? Hebu naomba niache na maisha yangu. Pia mimi ni mwanaume. Nastahili kupenda, kuwa na mahusiano pia. Kama wewe niache kwa nafasi yako, nikimpata mwingine kwa nafasi yangu, sio mbaya. Maana sitakuwa siangilia mapenzi yako. Nimeamua nikae kimya, sijakusumbua kabisa. Ulipoamua kunipotezea nikisema kusumbua, inamaanisha kwamba wewe umelizika na Kevin na mimi niache nizike na maisha yangu. Kama nitampata mwingine ambao wewe umesema ni mtu mwingine,
basi nitalizika naye yule yule. Na wewe endelea na Kevin. Muombe tu msamaha tukuelewa. Mbona yule ni mwanamume mzuri, sikumchagua mwenyewe. Jordan, unafanya hivyo au na mtu mwingine? Sikiliza nikwambie, masuala ya mtu mwingine yakuhusu. Alafu kingine, mimi naomba nikufanyie nikwambie kitu. Maisha mema na Kevin. Jordan. Baby wewe ndo yangu mboni, bila wewe misioni, penzi lako burudani na enjoy. Nimefurahi sana kwa sababu nimekuita umekuja. Hebu niambie ulikotoka, unaendelea kwanza. Mbona poa? Mama anasemaje? Poa. Eti? Sasa sikiza nikwambie kitu Lina. Najua mimi nahitaji kama kuna mwanzo mpya. Usijali. Muda umefika kwa kuandika upendo wetu mpya. Ila zamani tuachane nayo. Nataka kuniambia kwa ya zamani yetu ni yasahau. Yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Okay. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Mimi napenda sana tuone mwanzo mpya. Mwanzo ambao hauna migogoro kabisa. Sababu wewe ndio faraja yangu. Ndio mwanamke ninakutegemea katika maisha yangu. Na sio Tasha. Tasha wa nini jamani? Unajua nishakwambia tukiwa na wewe usiongelee kabisa habari za Tasha. Kama hivyo nikataza nisiongee habari za Kevin. Basi nikwambia kitu. Unajua kwenye haya mapenzi ya kwenye dunia ni vizuri unapopata mtu anayekupenda. Hata mimi najua kifuani kwako yule wangu wa moyo. Elewi. Kama sielewi. Ungekuwa na leo angekuuliza. Nasikia. Si umefika? Kama kawaida. Niko naona. Sitaki. Sitaki. Niambie kitu. Nataka nikupe zawadi. Zawadi gani? Nikupe zawadi. Sitaki, unanipa zawadi za uongo. Tokali. Yes, nikupa. Tuondoke ndani huko. Huba, nimekuita hapa nataka nikwambie kitu. Kevin anaomba turudiane. Lakini mimi naogopa. Zote. Kumrudia mtu aliyekupa maumivu makali. Utakuja kulia kwa sauti kubwa. Mimi siwezi kurudi kwake. Maana ameshanipiga matukio mengi sana. Haya bwana. Ila kwa ushauri wangu bora usirudi kwa Kelvin. Yule ashindwe mkilala, anajifanya anakupenda sana, akakupa juisi, baby, chukua juisi tunywe. Dakika za mwisho umekufa. Mara ugonjwa wa moyo. Kumbe yeye mwenyewe chanzo. Mimi naogopa kurudi kwake. Siwezi kurudiana naye. Mimi kwa ushauri wangu tafuta mtu mwingine. Sio Kelvin. Ni kweli unalolisema Huba. Mimi nimekuelewa. Nitafuata ushauri wako. Sawa. Ndio nilichokuwa nakuitia. Asante sana ndugu yangu. Sawa, hapa ndo nyumbani. Sawa. Kama unavyopaona. Ndio. Ya ndugu yako nimeona ni heri nitulie kuliko kuendelea kupigania kivuli kisicho na maana kwangu. Sababu unajua Lina wanapendana sana na Jaydan. Kwa hiyo nimejaribu kila namna kuvuruga, kila njia nimetumia. Lakini mpaka sasa hivi kana tu nitulie kwa sababu kuna mambo mengi sana msingi ya kufanya. Kwa nini niendelee kupigania vitu ambavyo havina maana kwangu na havina msaada wote kwangu? Bwana, mimi nikupongeze sana katika maamuzi ambayo umechukua. Ni maamuzi ya kiume, japo mazito, ila ndio hivyo napaswa kuwa. Na kingine, huo ni utu. Pia ukikubali kushindwa, huo ni ushindi pia.
Nakupongeza sana katika hilo. Nashukuru. Sawa, ina noma. Alafu samani. Muda mrefu sana tumekaa hapa nje. Kwa hiyo usije ukasema labda ndugu yako nakunyima na ukataza usiingie ndani. Hapana. Naweza tukaingia ndani tukaendelea kuongea. Au swali, mimi bwana namuoa shemeji yako. Kwa hiyo labda baadaye nitakuja. Sawa, ukijisikia hata jioni au ukikosa muda jioni, pia hata kesho unaweza kaja. Hapa ni kwako. Jali. Sawa. Jali. Sawa. Poa mwanangu. Wakasema, umetisha sana. Karibu rafiki yangu. Asante. Karibu, mimi nipo, nimekaa zangu tu hapa. Mwenye nakuona mbona unaenda kusuka? Nitaenda baadaye. Hao hela una? Hela ninayo lakini nimechoka. Nitaenda baadaye. Kuna kitu nataka nikwambie rafiki yangu Tasha. Mimi kwa naona ufanye hivi. Ukiweza kujiponya, unaanza kujenga upya. Rafiki yangu mimi nakuelewa. Kwa sasa hivi ndo natambua thamani yangu. Lakini zamani nilikuwa hata sitambui thamani yangu. Mwenye nakuona ushaanza kung'ang'aa mtoto, unaonekana katika watu na wewe ni watu. We. Sasa unaongea kesho leo nakuona uko naye pale. Hapana, mimi siwezi kurudiana naye. Ningekupatia hata siku moja ungemrudisha. Sasa hivi nimeamua tu kuachana naye, unaniona maisha yangu rahisi. Uwezi. Siwezi kabisa. Haya baba, sio kwa yale matukio yake. Wanaume na matukio kama yote yale, mimi siwezi. Sije nikaongea sana nikaonekana baadaye mbea mimi. Hamna, unachoongea sahihi. Mimi siwezi kurudiana naye. Mwanaume ana matukio kama yote. Kwanza nilipokuwa kwake sasa hivi nilikuwa ni mnyonge. Niwe mtu kama yule, hawezi kukaa naye. Ndio unalijua leo hilo? Mimi popo. Mbona giza hivi vipi? Nitokea hapo, nitoka hapo club unarudi nyumbani sasa hivi. Ila tu mimi nikwambie kitu kimoja uba. Mimi kwanza napenda kutoa shukrani sana kwa sababu urafiki wenu umenifanya nikaivuka hii giza. Umenisaidia mambo mengi sana mpaka sasa hivi nimefika hapa. Nilikuwa sitegemei ushirikiano wenu kunishauri. Nimeonekana mtu mwenye msimamo. Japagawa na ile jambo leo nikuta. Mpaka sasa hivi nipo natulia na Lina. Maisha nasi yanaenda. Nashukuru, tunaenjoy, tunafurahi. Hata moyo wangu pia umepata faraja. Naona mpaka sasa hivi unajua kumechi chini na juu. Hongera bwana. Yaani kubwa tu jambo la kumshukuru Mungu kwa vizuri. Sasa hivi unaniona sina tena mawazo kama yale ya nyuma. Sasa hivi niko poa. Kama nakuona Mr. Lina. Jamani. Sawa kabisa. Siku zote hakuna giza lenye umeme. Labda umeme uweke wewe. Umeme sio utaweka lini. Na mimi nahisi sasa hivi ndo nahitaji kuwa na mwangaza. Lina ananipatia. Najiona mimi hata yaani nikiangalia hivi sioni hata giza mbele yangu. Yaani kama wewe ndio unavodai sasa hivi umepata nuru. Hongera. Karibu kwenye nuru. Hata huyo Lina mwenyewe nimeongea naye. Nimemkaribisha kwenye ulimwengu wa mahaba. Kwa sasa hivi upo kiromantic zaidi. mambo uko poa. Wow. Unapendeza. Asante. Kazi yako ni Wacha. Mbona leo kama uko vizuri? Naona kama umena mawazo. Yaani shida nini? kaka, mpesa tu aliaelewa. Unikukagua kuna mtu. Sielewi maana unajua kuna watu wengine zaka nyafinya.
Jana ni Njaa na kuuma. Yaani ukisikia njaa tu ndo tayari umeshaanza kujisikia vibaya. Jamani. Kama ndio tunashindwa kula jamani. Nini? Shida ni nini mpaka sasa hivi dada? nataka kula chips. Kumbe nilijua tu, si ndio ugonjwa wako. Hapo nikwambia kitu. Leo nataka ni sikununue chips yenyewe, unakupa chips kubwa. Au unataka chips nini? Chips hai. Mimi nakuongezea na chips kuku sasa ili ushibe kabisa. Kimaliza pale. Basi tukaenjoy vizuri. Wow, unaelekea kwenye chips. Ndio. Mbona usemi hata makange jamani, ni chips tu wewe kila siku chips. Kama makange mister. Ulaji. Hapo nikwambia lini? Mimi nakupenda. Yaani wewe ni mwanamke mwenye. Yaani natamani muda wote ninakwambia. Ninawaza sana. Kila kuna kitu. Fanya tu. Itakuwa kama surprise. Nalijua hilo kama nani. Ndio maana mimi nakupenda. Ila upendo wako ni vipi? Nakupenda mpaka uvunje. Yaani kwambie napofumba macho, naposinzia, napolala, napokunywa maji. Hadi kwenye maji. Sasa kwa nini niongope nini sasa? Unajua kitu unachokipenda lazima ukiambie ukweli. Zote yani mtu anampenda lazima umwambie kila kitu. Yaani mimi napofumba macho hivi, unaona kabisa ule upale unapita. Na nini? Unaona eh? Asha. Asha. Mama, Vipi, mbona uko busy sana? kuna mtu nilikuwa nampenda. Nimekuita muda. Tasha hata kuniitika uniitike. Kitu gani unachoangalia huko? Kuna picha ya mtu naangalia mama. Sasa mtu gani? Nani wako? Alikuwa ni mpenzi wangu. Alinipenda lakini mimi nilimwangusha. Nimemwangusha kivipi? Yeye alikuwa ananipenda lakini mimi nilikuwa simpendi. Unanichanganya. Ulikuwa unampenda au yeye ndo alikuwa anakupenda? Yeye alikuwa ananipenda. Lakini mimi nilikuwa nampenda mtu mwingine. Mpenzi wako. Umeanza lini hayo mapenzi? Ikiwa mimi nimekusomesha ili uje kupata maisha yako baadaye. Bado mtoto mdogo sana wewe. Unajihusishaje na mapenzi sasa hizi? Natasha. Umri huo uliokuwa nao ni wa kusoma. Sio wa kuadaika na wapenzi. Na hao wapenzi wawili wote wewe watakupeleka wapi? Na unaambiwa hivi, mpende akupendaye, asiyekupenda achana naye. Wanakudanganya hao. Ungetulia, ukasoma, ukapata maisha yako baadaye. Sawa? Sawa, nimekuelewa mama. Baadaye utapata mchumba ambaye Mungu aliyekupangia na maisha yako yakawa safi kabisa. Nimeelewa mwanangu? Nimekuelewa. Ndio maana nakuona sikuelewi sasa hivi. Na kuita muda wote uitiki. Kumbe kisa wanaume, si ndio? Muangalie kwanza. Yaani mambo yako upumbavu kila siku. Sikuelewi hata kidogo mwanangu. Sasa nisikilize. Nisikilize tena kwa umakini vizuri. Nahitaji usome na sio wanaume. Nisamee mama.
Haya, nimekuelewa. Nilikuwa nakuita ukabandike mboga ile. Sawa. Ndio hivyo ninavyokuambia. Kila mtu ana hukumu yake. Uba. Tatizo wengine ukimbia kabla hata hukumu haijasomwa. Napaswa muangalie sana Kelvin. Kelvin kwa watu wanaoendea atakuja kuaibika sana na maisha yatakuja kumjia magumu. Una maana gani kusema hivyo? Kwa hivyo unamwacha utaki kumshauri? Nimshauri mara ngapi? Kama nina muda sijaonana naye. Nasikia tu hizo taarifa. Okay, sawa. Sasa siku moja utafute muda kae naye chini kama hivi. Mimi napenda hiyo hivyo. Alafu sasa hivi unapendeza. Sasa wewe na mume sasa. Iko kitu sitaki hata kukisikia. Yaani sitaki. Leta habari zingine. Kwanza wewe unaniambia hivi, huyo mke unaye? Okay. Unajua kwa nini nakupenda? Yaani wewe ni mwanamke fulani hivi ambaye kwanza hujisikii ulingi. Yaani kwa ufupi wewe ni mwanamke ambaye una kila sababu ya kuitwa mwanamke. Unajua siku zote mwanamke ambaye halingi, hajivuni, hajioni, hajisikii, huyo ndo mwanamke. Na wewe mwanamke sasa. Nakupenda mwenzio. Yaani kwambia hapa kwanza. Nalijua hilo babangu. Na mimi nakupenda pia. Unisipia kote huko. Nimeshajua nataka nini. Sajua. Kuna kitu nakitaka na ndio nanisifia hivyo. Nishakuzoea. Kwambia kitu lina. Mimi ni wajibu wangu kusifia wewe. Kwa sababu ni mwanamke unahitaji kusifiwa. Unahitaji kufanywa vitu vizuri. Hakuna mwanamke anayestahili yani ambaye anaweza akawa kwa mwanaume bila kutoa sifa. Kusifiwa ni wajibu wangu Lina. Kwa sababu nakupenda. Au utaki nikusifie? Kunisifia ni wajibu wako. Ila kuna kitu nataka. Mimi nimeshakijua ni. Kama umeshakijua kuwete, niambie. Ngani sema? Basi niambie au ninong'oneze tu. Nong'oneze hapo nijue nini. Kama kweli umepatia. Inawezekana mimi nikawa nataka kitu kingine kabisa tofauti na kinachowazi. Pia niambie. Kama ni chenyewe nitatabasamu tati. Mbona kicheko hapo? Mbona nisema mbele za watu? Sasa Abani. Wanatanza nani? ni wanja ni hapo. Niambie utaanza na nini? Mimi nataka. Afu koga. Koga wenyewe wanasemaga kuoga ni nali. Unaanza kuoga, unakula, afu unaenda kumalizana chakula. Sura yako, tabia na mwenendo wako zimenivuta kwako na nikazama. Napenda tabasamu lako, uchokozi na madeko yako zinanichanganya.